Mkuu vipi? Halo. Halo, Okay. aisee, muda wa breki bado? Nasema nasema hii ndo changamoto ya online. Yes. Yeah. Lakini hamna shida. Hatari sana. Yes. Ah, Ah, tuendelee tulipoishia. nashukuru kwa kurejea. Yes. Hamna shida. Mm. Hamna shida. Tulishia kwenye masuala nadhani ya competition. Ilikuwa ni Nigeria. Yes, yes. Ya Yeah, wanafunzi mlioenda mlikuwa watatu, lakini wote walikuwa wa shule moja na vitu kama hivyo, ndio. bila shaka. Ndio. Sasa sijui kama kuna cha kuongezea au cha kumalizia. Nika shoot question kwamba hiyo hali ya wewe yani unajua kwamba unafahamu au unajua vitu ila tu ili kuonyesha kwamba unajua, au ile confidence uliipata baada ya kwenda kuwini kule Nigeria. Nini ndio kilipelekea wewe ujihisi hivyo? Kwa hiyo kuna sababu kadhaa hapo ulizozimention. Sasa sijui kama kuna Mm. kingine cha kuongeza. Hakuna. Okay, Yeah. Yeah. sawa sawa. Ni hivyo tu. Yes. Mm. Yeah. Kwamba ni So, ile kuwa humble. Mafundisho nadhani wewe ni mseminari eh? hapana, sio Hivi umesoma mseminari shule za bwana. seminari? Nilisoma mission. Ah, Yes. okay. Okay. Yeah, sio level seminari bwana. Ah, okay. Yeah. Sawa. Kwa hiyo mafundisho ya Yes. dini na vitu kama hivyo vilichangia pia, yani uwe hivyo ulivyo. Mm. Ya, makuzi Yes. pia yanachangia sana, wazazi, familia, society inayokuzunguka na vitu kama hivyo. Yeah, kipindi kile ambapo tunaenda kule, yeah, Mm, ilikuwa pia not only academically, lakini mm, nilikuwa spiritually pia mm, nilikuwa vizuri. Nilikuwa nadhani kipindi kile nilikuwa niko very good kwenye Bible. Nilikuwa nasoma sana vitabu vya mm, spirituality. mm. Yeah, mi ni Mkristo na baadaye Yeah. nikaja kumpa Yesu maisha, niliokoka baada ya Mm. kumaliza shule. Okay. So ilikuwa ni keep grounded na vile Mm, vile ku appreciate mm, kwamba nini, it's not only your, of course you need effort, you need mm, hard work, mm, lakini pia kuna kitu ambacho kipo greater na una purpose yani ambayo upo duniani. Kwa mm, hiyo nayo na kudrive hata ukipata setback, mm, you know how to deal with it, kwa sababu it's not only about you. Kwa hiyo iko ni kitu ambacho pia nadhani nilikuwa transformed kwa kipindi kile. mm. Yeah. Okay. Yeah. Ulienda kuokokea So shuleni, chuo au no, aliwajia? ilikuwa before hata sijaanza chuo. Nadhani baada kipindi kile, kabla hata ya matokeo Mm, se, nadhani nilivyomaliza form 6. mm, Of course nilikuwa tayari naenda kanisani, naenda kwenye mm, kanisa la Kilokole tayari, mm, Tanzanian Assemblies of God. mm, Kwa hiyo baadaye sasa nilivyokubali kuokoka ilikuwa nimeshamaliza shule, nadhani tulikuwa mm. tunasubiri matokeo kipindi kile. Yeah. Ah, So lakini hiyo ilikuwa ni just a result, lakini kipindi kile nilivyokuwa nipo shuleni, nipo Feza, nilikuwa niko mm, very, yeah, nilikuwa nakuwa transformed tayari, nilikuwa mm, nipo kwenye ile direction, na nilikuwa yani ilikuwa ni environment ambayo, yeah, kwa ku describe yani sijui ni describe vipi, lakini mm, ilichangia sana, yeah. Discipline na mm, uelewa wangu kwenye spiritual ulichangia pia kwenye kwenye kurealize kwamba okay, everything mm, is not limited, mm, na kujua kwamba okay,
kumbe I can do good greater things, mm, na kwa sababu katika imani yetu you know that mm, yeah, we do all things, mm, lakini kwa sababu Yesu tayari yani, Yesu Kristo tayari ashalifanya vile, yeah. mm, So kwa sababu kama tayari tuko naye, it means it's mm. something ambacho ni possible, you can do anything. So ilinifungua, yeah, yani I cannot describe it but Yeah. yeah, ni kitu ambacho Mm. kilichangia sana pia. Ya, kuna uwepo fulani ulikusababisha uwe vile. Yeah, yes, yes, Sasa yes. kutokea kwa So wanafunzi wenzako au walimu? unasema Huo uwepo mpaka ukasema huu uwepo wa kimungu huu ulitoka uh, kwa wanafunzi wenzako, kwa walimu, au ndio hiyo baada ya kuwa unajisomea mwenyewe mara kwa mara Biblia na kadhalika? yeah, hiyo ilikuwa ni personal, Ah, yeah, okay. ilikuwa ni personal, Mm, yeah. So yes, haikuwa kutoka kwa of course unakuwa kuna muda mnakuwa mnaweza, unajua kuna watu ambao unaweza mkaongea nao vitu kama hivyo, na mm, of course na familia, na mama yangu pia alikuwa ni mm, anaongea nami hivyo, lakini ni mm. mwenye personally nilichukua step, kwa sababu hivi vitu bwana ni personal, Sasa. ni personal journey. So Mm, yeah, nadhani yeah, siwezi kuitoa hiyo katika story yangu. It is a very important part mm. au step kwenye maisha yangu, yeah. Okay. Yes. Sasa. Sawa, nashukuru kwa hilo. Yani naomba tena niendelee kukurudisha nyuma japo ni zamani. Hamna shida, hamna shida. Wanasema Miaka mingi, 10 na ngapi, sijui 4, sijui kwa ya sasa, kitu kama kumi hiyo, na yeah. nne. Mm. Wanasema matokeo, wengi tunaonaga matokeo, mtu fulani kafanya kile kikubwa, kafanya hiki kikubwa, au tunasema tunaona mafanikio, lakini nyuma ya mafanikio kama walivyosema kuna jitihada. Sawa. Mm. Kwa upande wako wewe, ratiba zako za kujisomea na mbinu gani hasa Yeah. zilikusaidia hasa kujifunza na zikusaidia wewe kufika kileleni, yani mpaka kusema kuwa Mm. ndio, japo uligusa. Yeah, yeah. Of course umesema kwamba watu wanakuja kuona matokeo, yeah, Mm, nani iko ni kitu ambacho hata watu wengi wanazungumzia kwamba mpaka mtu amefika sehemu fulani, kuna mm, changes fulani anafanya kidogo 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 mpaka anafikia, unakuja kuona mbona ghafla huyu ameibuka, lakini mm, ile ilikuwa ni progress. mm, So nadhani kwa mimi hapa tayari nilikuwa kama nilivyokuelezea, kama nilikuwa mwanafunzi mzuri, kwa hiyo nilikuwa tayari nina step fulani, kwa hiyo mm, nilikuwa najua nina ile katika nani yako na ile na drive tayari kwamba nataka nifanye vizuri, mm, lakini vitu vingine ambavyo vinakuja sasa ni kwanza self belief mwenyewe na mm, ile self discipline mm, naijenga, mm, alafu then yani ukija sasa kwenye upande wa tabia unakuwa kwanza, nilikuwa na discipline of course ya kukumbuka, nilikuwa naamka mapema, of course nilikuwa nalala mapema, mimi sikuwa mtu wa kusoma mpaka usiku sana, mm, kwa naamka mapema hata saa 10, saa 11 kabla hata ya kunani. mm, Kipindi kile mimi ndo huwa niko very effective kwenye kusoma nakumbuka. Kwa hiyo nilikuwa mm, ninakaa najisomea kama asubuhi pale kabla ya chai 2 hours, niko tayari, niko yani nakuwa niko effective. So mm, niligundua muda wangu effective wa kusoma, mm, na kuna vitu ambavyo nilikuwa najua kwamba hivi natakiwa nivielewe. mm, So nikivielewa I know that I don't have to go through them again, kwa sababu mm, najua ninavyoanzia, na kuna vitu okay. ambavyo nilikuwa najua kwamba hivi hapa lazima nivirudie, Mm, umeona mm, kwamba lazima niviko, nakuwa na cycle yangu ya kusoma kwamba okay, I mm, have to hiki kitu, kwa mfano kwenye physics, hesabu, kuna vitu ambavyo lazima unaweza ukavielewa. mm, Kwenye chemistry kuna vitu ambavyo inabidi uvirudie. mm, Nakumbuka ni muda kidogo, lakini kwenye inorganic chemistry mfano mm, au kwenye organic chemistry lazima unakuwa unavirudia, mm, na ilikuwa moja wapo ya somo langu pendwa sana chemistry, yeah, mm,
Kwa hiyo nilikuwa naweka effort. So nitakuwa tu kuweka ile plan ya kujirudia na kujua every time unakuwa unaiadjust Mm. kulingana na wewe unaona kwamba wapi ambapo nakuwa nahitaji more effort, lakini kuna sehemu ambazo unakuwa unajua kabisa hapa natakiwa nijifunze Mm. yani from the fundamentals ili save time, usianze kurudia kila kitu. Mm. Kwa hiyo in a way nilikuwa na system ya kusoma ambayo inanisaidia mimi kuweza kukumbuka vitu effectively Mm. na vile ambavyo naweza kujifunza najifunza. And kingine ambacho nilikuwa nimegusia before ni pia katika kushirikiana na watu. So mimi kama kipindi cha kusoma kile cha ile normal prep time, Mm. nilikuwa niko sio mtu wa kusema kwamba ninatulia nataka nisome. Kama Mm. mtu akinifuata anataka tu discuss, tunashirikiana, naongea, Mm. tunafanya hivi, tunakuwa of course kuna fun, lakini vile vile mna uwezo wa kufundishana, na pale mnapofundishana mnakuwa mnachallengeana, ni very efficient way Mm. nani information, sio kuogopa kwamba labda huyu atajua mimi ninachokijua basi atanipita. Hapana. So Mm. unapomfundisha mwenzako na wewe pia una gain asilimia Mm. kubwa, kwa sababu vile vitu vinakaa, na yeye anapokufundisha wewe kuna kitu ambacho yeye anakijua wewe unakipata. Mm. So it's a very effective way, na pia naweza kukumbusha kwamba kuna kitu fulani inabidi Mm. nikipitie. So yeah, kwa mimi sikuwahi kusomaga tuition wala nini, nilikuwa niko more ule muda wa asubuhi najisomea kama ni vitabu au nini, na wakati mwingine nilikuwa naenda hata ahead of topics Mm. mwenyewe, lakini muda pia ambao wa jioni nikiwa na wenzangu nilikuwa tunasoma pamoja. Kwa hiyo nilikuwa najua okay, sehemu fulani inabidi nikae, sehemu fulani nifanye hivi. So nilikuwa Ukusoma nilikuwa na tuition system hiyo. Hapana, hapana, kuanzia pale physical chemistry mpaka hapana. mwisho. Nilishindwa kwa sababu kwanza, of course, Feza ilikuwa na walimu wazuri, Okay. sawa, Mm. lakini kingine ni kwamba nilikuwa naona kama walimu wa tuition mara nyingine ilikuwa unafundishwa kukariri vitu, hauwezi ukaenda Mm. kwa pesi yako na kuelewa. Mm. Alafu kwa hiyo ile environment haikunifaa, yani Mm. ya tuition. Sio kwamba nilikuwa nafanya vile kuonesha kwamba sihitaji tuition, hapana. Mimi Mm. sikuona kama inafaa. Mm. Kwa hiyo nilikuwa naona ni heri nijisomee. Kwenye Nijisomee hilo, alafu kwenye hapo hapo, ulimaliza topiki muda gani kabla ya kwenda kwenye NECTA? nadhani mwanzoni mwa form 6 tayari nilikuwa nishajua almost kila kitu ambacho kwa sababu hata kipindi kile nakumbuka tunaenda kwenye yale mashindano. Mm. Nahisi nilikuwa hata kuna kipindi tu unakaa unasoma, unaona sasa nasubiri mtihani tu wa taifa. Okay. So nilikuwa very effective kwa Mm. namna hiyo, na vile vile kwa sababu siwezi kutoa kwamba kwa sababu tulikuwa Feza tulikuwa na wanafunzi wazuri sana. Mm. Hata ile unavyo discuss na wanafunzi wazuri, Mm. unajua inakufanya na wewe upate ile kiu ya nataka nikijue hiki, nataka nikijue hiki. Mm. By the time unaona kwamba nishamaliza, unaanza unakuwa na repeat. So nakumbuka ile miezi ya mwisho kabla ya NECTA ilikuwa tu unasubiri mtihani tu, ni kama tu unasubiri mtihani ufike. Kwa hiyo Ulikuwa mazingira ushatoa jasho na damu nyingi kabla. kabla, Yes. Yes, Mm. Sasa mazingira yalisaidia kusema kweli. Lakini vile vile haitoi ile kwamba lazima uwe na bidii na system nzuri ya kwako, sio unasoma tu hadi wengine wanasoma, labda I'm not judging, lakini mtu unasoma labda uonekane unasoma au unasoma umeshachoka bado unaendelea kusoma. Ukichoka unapumzika.
Ukiamka ni bora ukakaa masaa mawili au moja, ukawa uko effective, mm, alafu unakuwa ni unafikiria okay, wewe mwenyewe kwamba okay, hapa mi naelewaje, au nina mbinu gani ambayo naweza nikajifunza kwa urahisi, na kuna vitu gani ambavyo naweza nikavibadilisha katika namna yangu ya kujifunza, mm, na vipengele gani ambavyo vinanisumbua hivi lazima nivirudie sana. mm, Kwa hiyo ukishajua kuna kipande ambacho unatakiwa nijirudie sana, maana yake utatumia muda mchache, mm, na utajikuta huhitaji kurudia vitu ambavyo ungekuwa tayari una uwezo wa kuvijua bila, mm. yani kwa urahisi, kama ungekuwa na mfumo mzuri. Yeah, ndio Kwa hivyo. hiyo kwa kusema hivyo unataka kuniambia mwanafunzi wa sasa labda anatakiwa awe na minimum labda masaa kadhaa ya kusoma, asizidishe hapo. Siwezi kusema hivyo kwa sababu kila mtu anatofautiana. Eh, Yeah. Kila mtu ni mtu tofauti, na namna ambavyo ana consume information mm, na namna ambavyo ana process information ni tofauti. Kwa mm, hiyo unatakiwa wewe mwenyewe ujiangalie kulingana na wewe. mm, Wengine wanaweza kuwa wanaelewa vizuri zaidi usiku, mm, au wanakuwa wana nguvu zaidi jioni, wengine wana nguvu zaidi asubuhi, mchana. mm, So labda vile vitu ambavyo unaona ni vigumu unavifanya muda huo, alafu vitu ambavyo labda una namna ambavyo unasoma vizuri, labda unahisi kwamba kusoma na watu mm, na napata beta, mm, unaweza ukasoma. Sio lazima udiscuss na watu, of course, lakini kudiscuss ni kuzuri. mm, Lakini kama unaona inakuhinda pia, unaweza ukaacha, ukawa una focus. Lazima pia na muda wako mwenyewe wa kukaa na kutafakari na kuprocess. So mm, haiko seme nini, kuna spectrum, yani sio lazima kila mtu ana njia moja, na sio kama kuna masaa. Yeah. Kwa mfano kama mimi hapa, nilikuwa kipindi tuko O level, nilikuwa natumia muda mwingi sana kusoma masomo ambayo yalikuwa yananitatiza, kama masomo ya arts, na masomo okay. ya science ilikuwa naona kama nishaelewa, sasa nisome ya nini, na nakuwa nasoma kidogo kidogo tu pale, labda kabla ya mtihani nini. Kwa hiyo Mm, na mwingine anaona masomo ya science yanamsumbua, kwa hiyo ana focus muda mwingi kwenye masomo ya science, so mm, hivyo. Na mimi kipindi nasoma masomo ya arts, nafuata watu wanasoma masomo ya arts, bwana, hebu nielekeze hapa, au hii inakuaje? Unakaa unasoma naye na kuchallenge, bwana, kuna sehemu fulani umesoma hiki, umesoma hiki, mm, hivyo. Kwa hiyo yeah, okay. na nadhani kuna balance, na kila mtu ana balance yake. Mm, mm, Mm. okay. Masai, hapo umeweka mbinu kubwa sana na kali. Okay. Kwa hiyo sasa kwenye jamii yetu na wanafunzi kidogo sasa hivi kidogo inasema kama kuna uafadhali, lakini bado kuna changamoto tunaosema kwamba masomo ya sayansi ni magumu, si ndio? Mm. Mhm. Na kwa sababu ya ule ugumu wa masomo ya sayansi, mara nyingi hawa wanafunzi wanaofanya vizuri kwenye masomo ya sayansi kujichanganya na jamii, masomo, marafiki, maisha ya kawaida ya ujana yale, ni kama vile unaya kwepa kwepa fulani hivi. Wewe Mm. wewe upande wako ilikuwaje? Kusema kweli, sio kwamba Haukuwa John nilikuwa Kisomo? hapana, nilikuwa niko vizuri sana kwenye michezo pia, nilikuwa Mm, nacheza michezo, mm, na nilikuwa napenda kushirikiana na watu, mm, social activities, mm, yani tukafanya kitu fulani. Sasa mimi niko ready kuacha nachokisoma nikaendelea kufanya, najua ile inasaidia, kwa sababu wakati mwingine, yani ubongo wa wanadamu unataka kubadilisha environment, na ina stimulate vitu tofauti. Unaweza mm, katika ile social nani, eh, kwa sababu mimi nilikuwa napenda pia kujisoma kupitia watu, unatengeneza marafiki ambao mwisho wa siku, hata mnapokuja kusoma unaelewa kwamba huyu mtu mm, hivi, umeona. Na kingine, tuseme kwenye upande wa, yani kuna balance pia, lazima una mm, discipline.
Unaona, mm, sio kila kitu unafanya. Mwingine wanakuwa too much, inaishia kwenye influences ambazo sio nzuri. mm, Unaona, ambazo unakuwa kwenye mfano labda unaishia kwenye vitu addictions ambazo sio nzuri, mm, na mikumbo ambayo sio mizuri. Kwa hiyo mm, eh, kuna ile discipline, na nilishaiongelea before, self discipline. mm, Ukishajijua wewe ni nani, na ile personal, unahisi personal goal, yeah, what's your purpose, yeah, yeah, hivyo. Kwa hiyo kujitambua mapema inasaidia. Kwa mm, hiyo niseme ni kama cornerstone au pillar kwanza mm, kabla ya mm, mengine yote, kwa sababu kama usipojitambua, unaweza ukawa una malengo mazuri, lakini kuna msingi haupo. Kwa hiyo ni rahisi sana mtu kuchukua, mm, au mazingira akija tofauti hakuchukua. Kwa hiyo mm. yeah, kwa hiyo mimi nilikuwa na balance nzuri tu. Okay, Mm, sawa. Kwa hiyo labda niseme jambo lingine, umesoma PCM, masomo magumu. mm. Katika hayo masomo hayo matatu hayo, somo gani lilikuwa gumu sana kwako na uliwezaje kuadapt Ah, mpaka liwe katika level fulani ambao unaitaka wewe, ukasema hapa sasa nipo comfortable sasa. kweli masomo yote nilikuwa nayapenda. Sijui kama kuna somo gumu ulikuwa katika yale. Mhm. Mimi nilikuwa nime highlight mara nyingi kama masomo magumu yalikuwa arts. Okay. Ilikuwa ni So ulevu. nilivyoachana na arts, yeah. Katika arts masomo ambayo at least nilikuwa naona niko vizuri ni Kiingereza na Mm. jiografia, Okay. lakini history, civics, sijui nani hawa, Eh, Kiswahili, at least eh. Kiswahili kidogo. Mm. Nilikuwa napenda sana literature, nilikuwa napenda sana kusoma literature, Mm. Kiswahili na English, kwa lugha at least, lakini arts ilikuwa ngumu sana. Okay. eh, geography nilikuwa naipenda, Okay. hata Na nilivyokosa A ya geography O level, iliniuma sana. Ilikuwa okay. somo langu zuri sana, lakini physics, chemistry na hesabu, ya Mm. ilikuwa masomo ambayo nilikuwa najisikia nyumbani kwa kweli. Okay. Sijui, labda useme topics Yeah. mbalimbali kwenye kila, kama kwenye physics Mm. nakumbuka electronics, Mm. nilikuwa naona kama basi, yani nilikuwa sijawahi nilikuwa naona kwangu mimi kuipenda, yani ilikuwa ni ngumu kwangu. Of which sasa hivi ndio um, unayofanyia kazi sana au haina relation? not per se, kwa sababu unachofanyia kazi mimi zaidi ni applied mathematics. Mm. Electronic part yake siko mimi nipo kwenye process, Yeah. lakini na apply zile electronics, kwa sitaki kujua vile vitu vya mule ndani, yeah. Kwa hiyo ikija kwenye masuala ya electronics nawaachia wenyewe ma automation engineer ambao watu wa cybernetics, wao ndo Aha. wanajua, au watu wa nani, Okay. watu wa electronics au electrical. Na upande wa chemistry Mm. nilikuwa napenda sana organic na inorganic. Mm. Chemistry, nadhani chemistry ilikuwa somo ambalo nalipenda sana, yeah, kwa ujumla. Okay. Na hesabu, nayo hesabu ilikuwa okay. Nadhani kwenye physics, maybe physics ilikuwa a bit more challenging Yeah, kusema okay. ukweli, yeah, but Na ilikuwa ni topic sana sana. kwenye matokeo yale ya olev nani hayo ya NECTA ni lipi ambalo lilichukua nani mwanafunzi bora katika hayo matatu? Hata sikumbuki kama kipindi kile walikuwa wanatoa kwa kutokana na somo, I don't remember. Okay. Uh, nadhani tulivyotangazwa ilikuwa tu ni kwa masomo ya sayansi kwa ujumla. Ah, sawa. Sijajua kama wanaangalia average au nini, Mm. yeah, but kujua kabisa zile marks, sijawahi kufuatilia kusema kweli, wow, na haijawahi kutangazwa, so Mm. maybe labda kuna watu wanajua. Mm. Yeah, Ya, ungeamua lakini kufuatilia ungepata. labda ningeamua kufuatilia, lakini Mm. sikufuatilia. Mm. Okay. Yeah.
So katika maisha yako wewe kwa but maelezo haya. but nakumbuka tu kwenye kuna tuzo waga zinatolewa kwa wanafunzi bora kemia, kwa mkemia Mm, mkuu. mm, Nakumbuka miaka miwili baadaye walituita, mimi okay. ndo nilikuwa mwanafunzi bora wa kemia. Aha, So chemistry, I know chemistry ilikuwa the best. okay. Yeah. Or physics na hesabu, I don't know. Yeah. Mm, But yeah, kama chemistry ilikuwa the best, it's likely kwa sababu chemistry ilikuwa ni yeah, nilikuwa niko vizuri. Hata kwa pale fedha sidhani kama nishai kupitwa chemistry. Yes. okay. Okay. Hata mitihani ile ya TAHOSA nakumbuka ya Dar es Salaam au ile Mm. ya kanda sijui. Ezeb. Hiyo chemistry lazima niwepo pale juu. So chemistry I was confident yani. Yeah. Sasa. Yeah. Kwa hiyo nikijua physics na hesabu ilikuwaje, Mm. hii itakuwa ni nzuri kujua. Yeah. Just find out. Huenda Ila kuna ni muda wenzako mrefu. pia waliitwa na wao huko pembeni wa physics na hesabu. Huenda ema sikuitwa labda. Yeah, it's possible. Yes. Okay, kwa hiyo kwa ufupi wewe katika harakati za shule neno kufeli halijawahi kutokea kwako, Eh, kusema au ukweli, kulikuwa kuna kiwango fulani ambacho ulikuwa umekiweka, nikipata hiki hapa nimefeli? ah, ya kusema ukweli, kufeli kwangu mimi Mm. eh, ya ilikuwa tu ni personal goals. Yani mimi ndio nilikuwa nina nani zangu, lakini ya but nikiwa nimeona hivyo na system zangu najua okay, now I have to pull up my socks, nifanye kitu fulani tofauti, Mm. nitoke hapo. Okay. Kwa hiyo hata yale masomo mfano ya arts nilikuwa siko vizuri, lakini nilikuwa niko vizuri bado. Yani sio kama nilikuwa, kuna kipindi unajikuta okay, kumbe nimeongoza Swahili, kumbe nimeongoza history. Kwa hiyo Mm. unafurahi, lakini I know that I have to put more effort kwenye yale masomo. So Mm. mwisho wa Okay. siku maksi au kufeli au kufaulu ni sasa hivi, sasa kwa perspective yangu, Mm. ile sio identity, ile unaichukulia kama, tena mimi sasa hivi ni mtu kwenye systems au Mm. control. Maana yake ile ni unatakiwa uwe na level yako ambayo unataka au goal Mm. yako, Mm. kulingana na zile marks. Unajua okay, kama niko below na Mm. kitu natakiwa nikifanye nivuke juu, na Inakuwa kama niko juu kama indicator au ishara fulani. kama indicator. Yes. Na Mm. kama niko juu, basi there's something good I'm doing Mm. and I have to keep it the same way, maybe Okay. nabadilisha kidogo ili niendelee kuwa juu. Mm. So ni hivyo, unasema na feedback, unatakuwa na feedback loop. Yeah. Okay. Yes. Kwa hiyo Kwa hiyo masomo ya arts yalikukatisha tamaa kwa namna moja au nyingine katika kusomea kwako? hapana, nilikuwa napambana. Hata ukiwauliza wale ambao tulikuwa tunasoma wote masomo ya arts kipindi cha Yeah. olevo, watakwambia sio kwamba nilikuwa vibaya, nilikuwa Mm. niko vizuri, ila tu at least kwa upande huu walikuwa wanaweza wakanipita. Yes. Mm. Ila kama nilivyosema, kufeli sio nani, Mm. kufeli sio identity, tusichukulie kama identity. Ile ni temporary state ambayo unatakiwa wewe sasa uichukulie, utoke pale kulingana Mm. na malengo yako, na Okay. malengo unayadefine kulingana na wewe unapotaka kufika, so it's something in the future. Kwa hiyo Mm. kama unaanza sasa hivi form 1 au form 5, unafikiria mtihani wa form 6, ukipata marks ndogo nao Mm. useme mimi siwezi chemistry, mimi siwezi hesabu, mimi siwezi physics. Mm. Ichukulie kama okay, uangalie mtihani wako, angalia wapi nilikosea, wapi niweke bidii, hivyo Mm. una tweak kidogo, mwisho wa siku Mm. hivyo. Kuna watu wengine ambao wana jani tofauti, walikuwa wanafeli lakini walijua cha kufanya, mwisho wa siku wana improve, wanafaulu. Mm. Na pengine wengine wapo walikuwa na matio kabisa kwa staili hiyo. Okay. So
kufeli au marks sio nani, sio identity. Yani mtu asichukulie kama ni kama brand kwamba umewekewa hapa wewe ni mtu wa kufeli. Hapana. Mm. Yes. Mm. Hiyo tu ni temporary state, unaweza ukatoka. Mm. Okay. Yeah. Kwamba kufeli sio mwisho, ni identity, Sio kwamba mwisho. uelekeo wako kidogo Eh, umelenga sasa. yeah. Ni kama geji Ukifeli. tunapima. Okay, hapa inabidi nikoleze moto kidogo bwana, Mm. kidogo unakoleza. Hapa ni moto, labda kuna kitu kile kimetokea imepunguza moto. Itakuwa nizuie hapa hivi. Kwa hiyo Mm. ndio hivyo, na unafanya hivyo kulingana na unavyosoma. Yeah. Eh? So Sawa sawa. Haya, tukiendelea na hapo, maana inaonekana uko positive pia, maana inaonekana ulikuwa chanya toka huko zamani, yani uko chanya katika hatua zote yani. Ah, yeah. ni nani hasa aliye labda kumotivate wewe kuwa chanya au kufikia pale ulipo wewe? Mchango wako mkubwa umetokea kwa nani katika hayo mafanikio yako, ikiwemo na hizo attitude au hiyo hali yako ya kuwa chanya? Labda ni mzazi, walimu, au ni wewe mwenyewe kujitambua, au ni kitu gani? Ah, kuna watu wengi lakini huwezi ukawatoa wazazi. Of course mama Mm. yangu alikuwa ni mtu ambaye ana standard za juu, kwa hiyo nilijengewa tayari kuwa kwamba okay, unaweza ukawa umerudi umesema bwana nimepata max fulani labda 70. Mm. Mama nipata 70 bwana, nifanya vizuri. Atakuuliza lakini hii, ataangalia labda mbona hapa hii hapa, angalia zile ambazo focus kwa zile ambazo ulizokosa. Kwani unaweza ukaimprove vipi hapa? Hebu Mm. tukae tuangalie tufanyeje hapa bwana. Kwa hiyo Mm. alinifundisha tayari kwamba okay, usiridhike na kile ambacho umekipata, lakini hata yale makosa uliyopata usio unayakwepa, unafunika, unasema nishafanya vizuri bwana, lakini katika kile kimoja ulichokosea kile, kwa nini Mm. ulikosea hapa? Unakaa Mm. unasema okay, maybe hii topic sikujisomea vizuri, au inawezekana sikuielewa vizuri, unarudi Mm. unafanya. Kwa hiyo na nakumbuka alikuwa na kera kwa sababu anakuwa ananirudisha, ananiambia inabidi usome hiki hapa, inabidi usome hiki hapa, sasa hivi inabidi usome. Wakati mwingine ananisaidia kabisa, ananichukulia kitabu Mm. anaandika afu anaweka labda na some blanks, anakwambia fill in the blanks hapa, kama unakumbuka hizi ideas. Mm. Nilikuwa mtoto kwa hiyo natamani nikacheze nje, lakini unaona ah, mama mbona anafanya hivi, ila baadaye nikaja kuelewa kwamba alikuwa ananijengea system fulani ambayo ilikuwa ni nzuri, Mm. kwamba nikawa niko kwa upande mmoja, ikanipa ile ile focus ya kujiimprove muda wote, Mm. hata kama unaona kwamba yeah, umepata labda max nzuri, usiridhike nayo, kwa sababu hata hapo ulipo unaweza ukashangaa Ukashuka. unashuka. So kama nilivyosema kwamba max ni ile indicator tu. Kwa hiyo Mm. hata kama uko juu ya ile lengo lako, bado unaweza ukashuka kama usipofanya chochote. Kwa hiyo you have to keep keep adjusting, like hivyo. Mm. So na baba pia ilikuwa ni kama role model. Mm. Baba yangu ni profesa, so Okay. nilikuwa natamani niwe Mm. kama yeye siku moja, Mm. niwe nipate degree yangu na Mm. huenda nijifundishe kwenye chuo. Mm. So kusema ukweli, kwa yeye ilikuwa ni kama mtu anayemwangalia anasema okay, I want to be Mm. hivyo. Kwa hiyo hao ni watu wawili ambao wamenishape Hapo hapo kwenye sana. role model, huo role model ulikuwa nao bado ukiwa mdogo au baada ya level fulani huko mbele? Tangu ikiwa mdogo, nilikuwa niko miaka 5 6, hata kabla Mm. sijaanza nilipokuwa naanza darasa la kwanza, Mm. unaenda naye ofisini, unaona yani, unaona okay, ni mtu anayeheshimika, hata anavyoongea, anafundisha chuo, unaona kwamba okay, this is something ambacho alikuwa na mavitabu yake anakuja nayo pale, na babangu anaandika vitu, anafanya hivi, yani kwa unaona kabisa yes, this is nataka niwe kama yeye.
Kwa hiyo na mimi siku moja natamani niandike kitu nifundishe chuoni hivyo, yani Mm. nifanikiwe niwe najua vitu Mm. na watu wanakuja kwangu kwa ajili ya ushauri wa kitaalamu kama yeye Mm. anavyofanya. So nilikuwa naelewa baba anachokifanya tangu nikiwa mdogo, so Aha. hiyo kilinipush pia na na yeye pia alikuwa anategemea mimi niwe katika standards kama yeye. So Mm. yeah, tuseme pia wazazi wangu wamecheza part kubwa sana, na katika jani pia kuna walimu ambao kuna walimu wanaona kitu kwako ambacho hata wewe mwenyewe ukioni, anakuambia Zawadi, na hivyo unashangaa. Kwa hiyo kuna wale walimu wanakupa positive feedback, wanakujenga. So Mm. nimepata bahati ya kuwa na walimu wa namna hiyo wengi mpaka nafika advance hata chuo. Mm. Kwa hiyo always walikuwa wanaona kitu kwangu, kwa hiyo na mimi nikawa naona na build up kwenye hicho. Huenda nisingewapata watu kama hao, labda nisingekuwa nimefika hapa. Kwa hiyo Mm. lakini positive mind au positive na nini, kama nilivyokueleza pia Mm. in a spiritual sense, yani ni kitu ambacho nimejijengea kwamba kuwa positive, kuwa hata kama mambo yasipoenda vile ilivyokuwa, navyoongea hivi imaanishi mimi sijawahi kuwa na failures, unaona. Yeah. So unaangalia tu kwamba okay, maybe hii unapata ile encouragement au Mm. unapata unajua kwamba okay, kuna hii hapa nimekosa au hii hapa haimaanishi kwamba mimi imenidefine mimi kama kwa kile nilichokosa, lakini I have to keep on doing that, and Mm. with time pengine nitapata, na wakati mwingine unakosa, and at the end unagundua kwamba there is a greater plan ambayo ilikuwepo ambayo ulikuwa haujui. Kwa Mm. hiyo yeah, Okay. ndio Na hivyo. spiriti hiyo ya kutoka kwa wazazi ukaenda nayo mpaka chuo sasa? Yes, hiyo hapo ni mpaka sasa hivi hata nikiwa kazini ipo yani kwenye akili, yani jinsi ambavyo unafanya kazi. Eh. Hiki kitu hiki lazima nikijue ni nini hiki. Unakaa unatulia, natafuta hata muda wako ambao uko haupo kazini, haulipwi lakini Mm. unafanya, unataka kujua, unakuwa curious. Mm. Hata unapofanya kazi najaribu kuangalia systems, ni namna gani ambavyo naweza nika improve ninavyofanya kazi, unaona, nisipoteze muda mwingi, Mm. ili niweze kusave muda na vitu vingine. Kwa hiyo Okay. ni kitu ambacho kinakaa Mm. tangu. Kwa hiyo ni bahati kuwa na wazazi ambao wanaweza wakaku enforce positive way hivyo. Mm. It's not that everyone anayo hiyo privilege. So Mm. na hasa nchi yetu ya maisha yetu ya Tanzania, najua kuna changamoto nyingi kwenye familia, Mm. but all in all, in every situation there is a positive side on it, na kwa hiyo it's always good to remain positive. Ndio maana positive mind is Mm. in overcome everything. Mm. Okay. Yes. Na maisha ya chuo na yenyewe yalikawaje sasa? Japokuwa sasa huko hatujayaona sisi wengine, naona ukaenda kukutana na best of the best wenzako huko, maisha yanaendelea Yeah. vile vile kwenye chemical engineering au yalikuwaje? Au kuna changamoto nyingine ya kimasomo sasa? Maana maisha ya chuo kidogo yanakuwa ya kiutu uzima, unakuwa academically free. Yeah. No one is guiding you, ni wewe Mhm. wewe na marafiki, labda washikaji, ndugu, sijui ni hivyo. Uliweza Yeah. kumaintain au ilikuwaje? Ilikuwa hivyo hivyo kwa sababu kama nilivyokuambia bwana Gabriel kwamba Mm. yani mwisho wa siku, kwa sababu tayari unakuwa kusema kweli, mimi nilikuwa nimesha in a way kujitambua in that sense, Mm. ile labda nilipata spiritual maturity na